Kaka Alfayo. Yaani kaka, mama anaumwa mpaka anafikia hatua ya kufariki, hujakanyaga nyumbani. Kweli kaka? Yaani mpaka inafikia tunaishi maisha ya shida na wewe upo kaka, kweli? Karibuni. Asante. Najisikia mwenyewe. Hapa ndio ndani. Karibu tukae. Kaeni tu mnashinda. Kaeni. No. Sio chini. Kaeni kwenye sofa. Msio na wasiwasi. Kaeni tu. Relax. Wife. Mke wangu. Yes baby. Jo. Habari za kazi? Sasa wife. Hawa ni wageni wetu. Yule pale ni mdogo wangu anaitwa Yuzo. Na ndiye ananifuata. Na huyu ni mdogo wetu wa mwisho anaitwa Zena. So kuanzia sasa tutakuwa nao. Nakomba mama. Nakomba mama. Msana wasiwasi. Mzee ni pazuri. Kijijini kule wataturuka. Hey. Nikwambie. Ujue. Hao ndugu zako kuniambia kama una ndugu. Wewe una ndugu kwanza lini? Uliniambia kama una ndugu? Lakini wife wani makosa madogo. Hapana, sitaki kusikiliza. Unakumbuka ndugu zangu walipokuja? Before uliwatukana sana. Ulinuna. Hadi mimi nimeamua niwasafirishe. Sasa wewe unaletea ndugu zako kwa nini? No. Hapana, sasa kuelewa. Siwezi, naomba nikwambie. Siwataki. Wife. Hawana sehemu nyingine ya kwenda. Hawezi kurudi kijijini wife. So kwani karibuni sana. Asante. Mjisikie mko nyumbani. Na kaka, yaani hapa tulipo hapa atujara. Yaani hapa nataka magimbi na maharage sio mzee. Yaani hamna shida. Kila kitu kitapatikana. Sawa. Mzee, usiwe na amani. Wala usiwe na wasiwasi. Hakuna kitakachoharibika. Na kama mkitaka kuoga wala kufanya chochote, bafuni ni kule. Na kule ndio kuna choo. Pale unapata maji unaoga vizuri. Angalia TV kwa ustaarabu. Msiguze chochote. Take care. Ndio nini hapo? Kuweni makini na vitu vya hapa ndani. Haya sawa. Hivi kwani hamna mizigo yoyote? Nguo, mizigo. Tuliibiwa. Uliibiwa? Poleni sana.
Asante. Sawa, hamna shida. Tutajua mambo mengine. Swala mavazi na nini? Hamna shida. Ni paradiso. Unafurahia mwenyewe. Hao ni wazungu hao? Itakuwa ni Waafrika. Waafrika watu wa nani wazuri. Wewe. Ila ni mjini Nzera. Ningejua mapema, nisinge hata jaribu kupisha. Tukae tu kutulia. Sasa shemeji, mimi mwenyewe nilikuwa namalizia pale kusambaza mahindi ili kwanza nikare, maana nasikia njaa, ndo niende huko nakutaka kunituma. Kwa kazi gani hapo uliofanya? Yaani watu mkiona watu wako mjini nafikiri mjini maisha rahisi. Nataka nikutume ukanichukulie pale chips. Ukifika nitampigia simu, nitakuwa nimeshamwambia kila kitu. Hebu nenda bwana, afu ndo adabu uliofunzwa huko kwenu. Watu wa vijijini wana vitu. Kwani wakija mjini wanaona maisha rahisi. Tumkiona magari nafikiri watu wameyapata hivi hivi. Karaa, nitakutumikisha hadi uondoke. Nitakufanya kama punda, maana umezidi wewe. Kidogo mjini kaka, kwa kaka gani? Niambie. Samahani kaka. Nilikuwa na mazungumzo kidogo na wewe. Sawa, unaweza kuniambia? Unajua kaka, yaani ukitoka tu hapa, yaani hivi simuelewi kabisa. Yaani huwa anatubadilikia, anatununia. Muda mwingine nini anafoka, mpaka inafikia tu anamuogopa. Lakini mbona wifi yako ana tabia za hivyo? Alafu unapaswa kumzoea mtu. Kumbuka mazingira ya kijijini na mjini tofauti. Watu wako tofauti na kule kwetu. Sasa unapaswa kumzoea mtu, kisha mzoea, huwezi kushindwa kuishi naye. Yaani hadi muda mwingine ni labda tukitaka kitu anatuambia tupate wenyewe na aliyakosi mazingira hatujazoea. Kwani ninyi mnashindwa wapi kuishi na mtu ambaye ni mgeni kwenu? Unamsoma tabia kisha unaishi naye. Lazima utumie akili kuishi na watu. Hapa ni mjini, sio kijijini. Unapaswa kutumia akili zaidi kuliko nguvu. Baadaye sasa mimi ngoja nitoke niende kwenye hangaiko. Na umwambie na kaka yako atulie. Asiwe na papara. Mimi namjua wifi yenu hana shida kabisa. Ila mtakuwa mjamuelewa.
Unajua hawa ni ndugu zangu na unajua kabisa hawana sehemu nyingine ya kwenda tofauti na hapa. Naomba waache wakae. Unajua niambia mwanzo. Uliniambia wewe ni mtoto wa pekee katika familia yenu. Leo unaniletea pigo za wadogo, sio kaka, sio dada. Kwa nini mwanzo ulinidanganya? Nitakuaminije sasa? Nitakuaminije? Kwanza nitakuomba samahani. Samahani? Naomba unisamehe. Yote ile nilisema kwa sababu ya maisha magumu kwetu. Maisha magumu Kama hapo umeweza kunidanganya, basi na vingine utanidanganya na utanikana wewe. Na kuelekea utanikana wewe. Hapana wife. Unajua wale hawana sehemu nyingine ya kwenda. Nilikuwa naomba basi kama inawezekana uwape nafasi wakae. Niwape nafasi? Nafasi nimekupa wewe na wenyewe ni wapi? Kumbuka wewe. Mdogo wangu hapa alikuja hapa. Ukao yani unamuonesha kumnyanyapa hadi nilimsafirisha. Na wewe umsafirisha. Kwani wewe huna ndugu zako? Mimi mdogo wangu nimemsafirisha Dar es Salaam. Yeye ni watu wa kijijini bwana, mkisha kuja mjini. Kwa hiyo wameona wewe uko mjini ndio wanajileta sasa. Kwanza watu wenyewe wanachafua vyoo. Yaani wakienda kule wasafishi. Mimi kwanza na kinyaa. Mtu anakula utafikiria wadudu. Siwezi. Baby, naomba waondoke.